Hujambo mtazamaji wa Maco TV na karibu. Leo hii tupo Kibaha ambapo timu yetu tumepata kazi ya kuja kufunga drip irrigation system katika shamba hili. Cha kwanza kabisa ambacho tunakifanya na karibu. Leo hii tuingie shambani na hapa tupo Kibaha ambapo tumekuja kufunga drip irrigation system katika shamba hili. Tunapotaka kufunga mfumo wa drip irrigation system kwenye shamba lako, lazima hatua ya kwanza utakayoifanya ni kuchukua vipimo ili kujua kwamba ni idadi ya vifaa vingapi utakavyohitaji kwa ajili ya kufunga mfumo wako wa drip irrigation system. Hivyo sasa, kwenye shamba kama shamba lako ni kubwa, tunashauri ni kwamba ulikate katika section tofauti ili kupunguza upotevu wa maji shambani kwako, hasa utakapokuwa unafanya drip irrigation zako ama drip lines hapo kwa ndefu zaidi, unaweza kusababisha maji yakawa na pressure ndogo, hivyo asifike mwishoni. Hivyo lengo la kuchukua vipimo ni kuweza kujua kwamba ni kwa namna gani tuligawe shamba hili liweze kuwa katika mstari ambao unaeleweka, na hivyo pressure ya maji iweze kuwa katika iwe ni even distribution. Kwa mfano unapoona katika shamba hili hapa, kwa sababu shamba hili na ploti za aina tofauti. Kuna ploti ambazo ni ndogo na kuna ploti zingine ambazo ni kubwa. Kwa ploti ndogo huhitaji kuligawa shamba lako moja kwa moja. Unaweza kutumia pipe moja, main pipe moja tu kwa ajili ya kudistribute maji, lakini ploti, baadhi ya ploti ambazo unaziona hapa kwa sababu ni kubwa, tunahitaji kuzigawa katika section tofauti ambazo tutatumia blind pipe, tutatumia main pipe za aina tofauti kwa ajili ya ku make sure kwamba tuna distribute maji kwa pressure za aina tofauti na pia iwe ni even distribution. So baada ya kuchukua vipimo, tuta approximate sasa kwamba project hii hapa itagharimu kiasi gani. Yaani mteja atahitaji kulipia shingapi kwa ajili ya kununua vifaa ambao tunavihitaji kwa ajili ya kufanya installation ya drip irrigation hapo. So baada ya hapo sasa tumeshachukua vipimo, tumejiridhisha. Hatua inayofuata sasa ni kutengeneza mifereji ambapo tutaweka main pipe ama main line. Main pipe ni mabomba ambayo huaga yana distribute maji kutoka kwenye source kuingia kwenye drip line, ambapo ndo maji hayo hapo yatachukuliwa hapo kwa ajili ya kuingia kwenye mistari ama kwenye matuta, ambapo maji ndo yanahitajika kwenda moja kwa moja kwenye mimea. Hivyo tutahitaji kuchimba mfereji ambao mwisho wa siku hapa tutafukia ili ku protect hizi pipe against jua. Watu wengine wanaweza kaamua wakaacha juu moja kwa moja hapa bila kufukia, lakini sisi mostly tunarecommend watu kuchimba mifereji na hivyo kufukia, kuondoa effect ya jua ambayo inaweza kufanya kwenye hizi poly pipe na sababu zingine kama wanyama, mimea, wanyama, wadudu ambao wanaweza kaathiri hizi main pipe za kwako ambazo kuna. Katika shamba hili tumetumia poly pipe ambayo ni bomba kama unavyoona hapa za inchi 2 kwa ajili ya kufanya distribution ya maji shambani kwetu hapa. Na pia baada ya kufanya hivyo sasa lazima tutaleta sasa hizo poly pipe na hivyo tutazilaza kwenye hizi mifereji zetu ambazo unaziona hapa. Na baada ya hapo sasa lazima tuangalie sasa mchakato ni kwa namna gani tunachukua maji ambayo yapo hizo kwenye poly pipe kuyapeleka moja kwa moja kwenye mashamba yetu ama kwenye mimea. Okay, hii ni hatua ya pili shambani ambapo tunatandaza drip zetu kama unavyoona hapo. Drip za sentimita 20. Hapo ndo drip tape zetu ambazo tunatandaza shambani. Inanyosha design kama hiyo, ambapo hapa ni shamba letu la miche ya mboga mboga ambalo liliandaliwa miche, lakini alikuwa system ya umwagiliaji wa matone. Kwa hapo kinachofanyika ni kwamba tunaweka system za umwagiliaji wa matone kwenye shamba ambalo lina mimea tayari, japo haikuwa uniform, lakini tutaweza kupata miche yote itaweza kupata maji kulingana na ilivyo design kama hiyo. Tanki letu ni ile pale lita 5, linaendeshwa hizi hapa ploti zetu 2. So mtazamaji, kiufupi tu ni kwamba kwenye mfumo wa umwagiliaji wa matone unahitaji vitu vikuu vifuatavyo. Sehemu ya kwanza ni pumping unit, ambapo hapo ndo tunachukua maji sasa kutoka kwenye source ili yaweze kufika shambani. Kwa kuna watu wengine wana prefer kutumia mfumo wa tank. Yaani una pump maji yanaingia kwanza kwenye tank
then mwisho wa siku ndo anaingia shambani kwako moja kwa moja. Au wengine wana prefer ule mfumo wa direct kwamba una pump maji moja kwa moja yanaingia shambani kwako. Lakini kabla maji hajaingia shambani ama kuingia kwenye mifumo ya drip irrigation, tunahitaji kutumia filters, ambapo ni mifumo ambayo inachuja maji yasiingie moja kwa moja shambani kwako. Kumbuka kwamba hizi ni drip line. Hizi drip line zako ambazo tuna emiti maji kuingia shambani katika mfumo wa matone zina size ndogo. Zina size kuanzia milimita 0.2 mpaka milimita 2 diameter zake. Kwa hiyo ni visehemu vidogo vidogo sana. Kwa hiyo particle tu ndogo ndogo zinaweza kusababisha mfumo wako wa maji kuziba. Kwa ndio maana tunatumia filters. So baada ya kufanya hivyo filter, tunakuja kwenye sehemu ambapo ni control unit hapa kwa ajili ya kufanya maji yako yawe kwa even distribution. Kama tulivyosema kwamba unagawa maji yako katika miraba, kwa control maji yaingie ama yawe distributed shambani kwako moja kwa moja, utahitaji kuwa na hii unit kama unavyoona hapa kwamba unaweza control maji yaingie ukafunga. Na pia hapa ndio unapoweka mambo ya gate valve kuruhusu maji kwamba asiweze kurudi nyuma. Na baada ya hapo sasa utahitaji kuwa na drip line ambazo ziko distributed kwenye shamba lako hapa kama unavyoona, na mwisho wa siku tutakuwa kuna end cap hivyo kuruhusu maji yasiingie yasitoke nje ya shambani kwako. Kwa hiyo ni summary, hivyo ndivyo tulivyofunga drip irrigation hapa Kibaha kama ulivyoona hapo. So kama umependa video yetu, subscribe. Naitwa Stefano Mashauri, ni agriculture engineer.